sanduku lina nini? Ngoja tuliondoe. Wakasema tulipeleke gasi. Wakalipeleka gasi. Gasi nini ambao alitokea shujaa moja anaitwa Goliathi. Nilipopiga gasi nikawapiga nao, nikaanza kuua, wakaanza kupata majibu. Wakasema Mungu wako, ili sanduku tulipeleka wapi? Wakasema tulipeleka mji wa Ekroni. Wa Ekroni aliposikia sanduku linaletwa, wakasema hapana, msitulete. Tunayo habari ya kwamba ile sanduku haifanyi mchezo. Tunayo habari ya kwamba ile sanduku haifanyi mzaha. Mungu wetu hapendi mzaha. Yeye sio Mungu wa kawaida. Tunapomzungumzia Mungu, yeye ni Bwana wa jeshi. Jina lake ni Jehova Rafa, yaani Mungu mponyaji. Tena anajiita Jehova Shama, yaani Mungu aliyepo. Tena anajiita Jehova Nisi, yaani Mungu ni mbele yangu. Anaitwa Elioni, yaani Mungu aliye juu ya enzi yote. Anaitwa Jehova Shalom, Bwana amani. Kama amani ya Mungu, wewe unaleta amani. Huyu sio Mungu wa mchezo. Wafilisti walipata mchezo na wepo wa Bwana, waliona chombo la kule. Sikiliza nikwambie, baada ya sanduku kuibiwa, haya ndio mambo yaliyofuata. Eli akafikia sanduku limeibiwa. Na kumbuka Bwana alimuonya Eli kuhusiana na watoto wake Hofni na Finehasi ambao walicheza na uwepo wa Bwana. Basi Eli aliposikia kwamba sanduku limeibiwa, akaanguka katika kitu, akavunja shingo yake. Tazama, alikuwepo mke wa Finehasi. Aliposikia sanduku limeibiwa, pale uchungu kaingia. Akazaa mtoto, akamwita jina lake Ikabodi. Huyu mtoto alikuwa ni wa kiume, akamwita Ikabodi. Maana Ikabodi ni hapa. Tunaposema Ikabodi, maana yake utukufu wa Mungu umeondoka. Kuna maneno mawili, kuna Ika inamaanisha ukanusi, alafu kuna neno la Ikabodi. Sasa bodi hili kiedania kwa Kiswahili utukufu. Ikabodi, na yule mke wa Finehasi akasema, yule mtoto akamwita Ikabodi. Maana yake utukufu wa Bwana umeondoka. Kwa nini anasema utukufu umeondoka? Ni kwa sababu hakuna uwepo wa Israeli. Kwa nini sanduku ambalo linawakilisha uwepo wa Mungu katikati yao limeibiwa? Ikabodi, utukufu wa Bwana umeondoka. Utukufu wa Israeli. Tazama, Israeli imebaki ukiwa. Madhara yakatokea katika nyumba ya Eli. Ikabodi, utukufu wa Bwana, utukufu wa Bwana umeondoka. Na tunaposema utukufu, nini maana yake? Maana ya utukufu nini? Utukufu maana yake ni heshima ya juu ya Mungu. Maana ya utukufu ni heshima ya juu ya Mungu. Na heshima ya juu ya Mungu, Mungu wetu ni mtakatifu. Hii ndio heshima yake ya kwanza. Huyu ni Mungu mtakatifu, ni Mungu asiye na mawaa, ni Mungu mtakatifu. Tazama, yeye ni Mungu wa amani. Lakini ukiangalia shetani na miungu mingine, hawa ndio watu ambao hawapendi amani. Shetani analeta vifo, shetani analeta watu. Shetani ni baba uongo, na ndio maana anaitwa Ibilisi. Maana Ibilisi maana yake ni baba uongo. Mungu wetu sio muongo, yeye ni mkweli, yeye ni upendo, anatupenda wote. Na ndio maana tunasema heshima ya juu ni utakatifu. Mungu wetu yeye ni msafi. Ikabodi, utukufu wa Bwana umeondoka. Ukisoma ile Zaburi ya 29 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, mpeni Bwana enyi wana wa Mungu, mpeni Bwana utukufu na nguvu, mwabuduni, msifuni yeye katika utukufu wake. Anasema mwabuduni kwa uzuri wa utakatifu wake. Mpeni Bwana enyi wana wa Mungu, mpeni Bwana utukufu na nguvu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Nisifuni jina lake katika utukufu wake. Anasema tumwabudu kwa uzuri wa utakatifu. Huyu Mungu wetu yeye ni mtakatifu. Huyu Mungu wetu yeye ni mtakatifu. Unaposoma kitabu cha Isaya 6 mstari wa 3, kule mbinguni malaika na serafu
14 anasema kama yeye aliyeita alivyo mtakatifu, ili nanyi wewe watakatifu katika nini wewe, maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa Bwana Mungu wenu yeye ni mtakatifu. Kinachoondoa utukufu wa Mungu ni kukosekana kwa kitu kinaitwa utakatifu. Yaani watu kuleta mazoea. Ngoja nikwambie, unapofanya ibada usifanye kwa mazoea. Yesu anamwambia Msamaria, anasema tazama, saa imefika ambapo watu watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Mungu ni roho, naye mwabudu inayopasa kumwabudu katika roho na kweli. Sikiliza, kumwabudu Mungu katika roho na kweli kunaanza kwa kitu kinaitwa utakatifu. Kuondoa mazoea. Wanawafineasi wakamchukulia Mungu kawaida. Tunaposema mazoea ni kumchukulia Mungu kawaida, ni kusahau ya kwamba aliyekufikisha hapa ni Mungu, ni kusahau ya kwamba bila Mungu usingekuwa hapa. Kuna watu wanalea pandeko, kuna watu leo wanafungwa kwa sababu wameua, lakini wao hawauwi, lakini wao hawalewi. Ni utukufu wa Bwana huo. Acha mazoea na Bwana. Mungu wetu hapana mazoea, anataka tumwabudu katika roho na kweli. Roho ya mazoea ikamwondoa Mungu Israeli, na ndio maana akazaliwa mtoto wakamuita Ikabodi. Ikabodi ni moja ya jina ambalo nikisikia natetemeka, ni jina ambalo nikisikia simanzi naingia, kwa sababu linaonyesha ni msikani Mungu ametoweka. Lipo jina lingine linaitwa Yezebeli. Yezebeli maana yake aliyekosa heshima. Huyu Yezebeli alikuwa ni mme wa Ahabu. Kumbuka Ahabu alikuwa katika taifa la Yuda. Ahabu alioa Yezebeli kutoka taifa la Sidoni. Baada ya Yezebeli kuingia, akaleta miungu mingine, akaleta maashera, akaleta kila tamaduni mbaya.